Kiongozi ni nani? Ni sifa gani ambazo kiongozi anapaswa kuwa nazo? Sisi kama Wakristo wote ni viongozi. Tunapaswa kuongoza watu kwa Kristo. Ukiachana na characteristics kama sisi Wakristo, wewe kama kiongozi wa kundi fulani unaongozaje watu? Katika somo la kwanza tunamwona Mtakatifu Paulo akiwaaga watu akielekea sehemu nyingine kwa ajili ya utume. Na anatoa conclusion ya utume wake aliofanya katikati yao. Anaambia alifanya kazi kwa bidii, aliunganisha, alitoa zaidi ya kupokea. Akimaanisha nini? Alikuwa hajisifii, bali alitaka watoe mfano kutoka kwenye maisha yake aliyoishi pamoja nao. Vivyo hivyo siku ya leo na sisi tunapata mfano huu, tunapata funzo hili kwamba kama viongozi tunapaswa kuishi kwa kuwapenda wale ambao tunaongoza, kwa kujitoa zaidi ya tunavyopokea kutoka kwao, kujitoa sadaka kwa ajili yao, zaidi ya kutaka kuishi kwa ajili ya kupata maslahi binafsi. Katika somo la Injili tunamwona Kristo akiwaambia mitume wake ili waendelee kubaki na umoja ambao yeye anao pamoja na Baba. Umoja ule ambao alionao pamoja na Mungu anautaka pia mitume wake wabaki nao. Hivyo hivyo Kristo anaongea na sisi kwamba tuendelee kubaki, tuwezi kuishi kwa umoja na amani, kwa mshikamano kama Wakristo, kama watoto wa Mungu. Anasema kwamba pia mitume ni wapo ulimwenguni, lakini wasiishi kama ulimwengu ambao unataka waishi. Sema apply to our life. Sisi kama Wakristo tupo ulimwenguni, lakini hatupaswi kuishi kama ulimwengu unavyotaka tuishi, bali kama Kristo alivyotaka sisi tuishi maisha ya upendo, maisha ya utakatifu, maisha ya ushirikiano na maisha ya umoja. Amen.